Nchi yetu kama tulivyosema kwenye uchaguzi uliopita, imefika mahali hawaoni dhambi katika mambo ya kisiasa. Eneo la siasa ni kama limefuta kitu kinachoitwa dhambi, imefutwa kabisa. Na hata wengine tunatumika katika kuitenda hiyo dhambi. Na wakati tunajua hiki tunachofanya kimuingizi mtu mbinguni sasa hivi hiki. Tena kuna mwanasiasa mmoja sema, we iba tu kura, ukishaiba nenda kaungame, kwisha habari yake, ubunge umeshapata na dhambi umeondolewa. Jamani, sisi mapadri tunaona tumekaa kimya, lakini sisi hatuwezi kwenda kusimamia usiibe. Sisi tunafundisha usiibe, lakini kusimamia tunapaswa kuacha dhamiri ya mtu ifanye kazi. Si ndio mababa? Sisi ni kuilea dhamiri, alafu dhamiri iheshimiwe na yule anayetenda, na mwingine aheshimu dhamiri ya mwingine. Ndio malengo yetu makubwa. Tuchukulie kwamba ni jukumu letu la kichungaji, jukumu letu la kiroho, jukumu letu la kuleta jamii ambayo Mungu anaheshimika, Mungu anaongoza, na mtu utu wake unapewa kipaumbele. Lazima baadhi yetu tufe mashahidi kwa kusimamia mambo ya Mungu kuhusu watu kutawaliwa duniani. Lazima watu watawaliwe kimungu. Na baba, tunaelewana? Lazima watu watawaliwe kimungu. Na anaweza katawala yoyote, sio lazima awe wa dini yetu. Sio lazima awe Mkristo, anaweza kawa atheisti, pagani fulani, lakini kama ana zile sifa za kututawala na utaratibu umefuatwa, sisi tunaridhia. Lakini lazima ajue sisi lazima tutawaliwe kimungu. Pamoja na mengine yote ya kiroho, kazi nyingine ni kufundisha watu ukweli. Ukweli utakaowasaidia kuwa huru, kutokuwa na utumwa. Namba 1. Namba 2, padri ni kuwa mwanga na chumvi. Sio kusema nyenyekevu, mambo ya siasa, mambo ya kidunia. Tumetumwa kuwa mwanga na chumvi ya dunia. Watu waone. Watu waone pa kuelekea. Huwezi kusema wewe ni mwanga na chumvi ya dunia alafu watu wako ignoranti, wanatawaliwa na madikteta, wewe umekaa tu kimya. Hujawa mwanga. Hicho tunachokiita unyenyekevu, humility. Tujue kabisa sio fadhila kama huwi mwanga. Fadhila ya humility ni fadhila pale inapokuwa mwanga. Tunausimamia ukweli ili uwe mwanga na chumvi. Injili ndio mwanga wa dunia, ndio chumvi ya dunia. Ukweli ndio chakula halisi kinachopaswa kubebwa na kila mtu, na mtu akiwa na ukweli amepata kila kitu, amejikomboa. Hawezi kuwa mtumwa wa shetani, hawezi kuwa maskini, hata kama hana mali, lakini utajiri mkubwa nao ambao unaweza kumuunganisha na wengine.